Tupo hapa leo kwa jambo moja tu, nalo ni kuadhimisha miaka 49 ya kuzaliwa kwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Umri huo kwa chama chetu ni umri sanifu ambao unaakisi mafanikio makubwa yaliyopatikana ndani ya taifa letu chini ya uongozi wa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo mimi niwaombe kila mmoja wetu aliyepo hapa na aliyeko nyumbani ana kila sababu ya kujivunia mafanikio makubwa yaliyopatikana katika taifa letu kwa miaka hii 49 ya ushindi wa Chama cha Mapinduzi. Chama chetu, kama tunavyokumbuka kwamba kutoka mwaka 92 taifa letu lilibadilisha mfumo wa siasa kutoka siasa ya chama kimoja kuja siasa ya vyama vingi. Kwa kipindi chote kutoka 95 mpaka juzi uchaguzi wa 25 tumefanya chaguzi za vyama vingi kwa mara 7. Kwenye zote mara 7 Watanzania walio wengi wamekipa imani na matumaini na kimbilio kwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Hili ni deni, na kila mmoja wetu mwana CCM lazima ajue kwamba chama chetu kina deni mbele ya jamii ya Watanzania. Deni letu ni kuwatendea mema na mazuri tuliyowaahidi kwa kipindi chote, kila miaka mitano wanapotupa ridhaa na imani ya kuliongoza taifa letu. Kwa niwaombe tutumie miaka hii 49 kutazama mafanikio yetu mengi na mazuri, wakati huo huo tukatizame kasoro ndogo zinazowakera wananchi wetu, ili waendelee kutupa imani na tegemeo lao kwao kwa chama chetu, Chama cha Mapinduzi. Jambo la pili, nataka niwaombe wanachama wenzangu wa Chama cha Mapinduzi, tujenge utamaduni na tujenge tabia ya kufuatilia vyombo vya habari, ya kufuatilia mwenendo wa serikali yetu. Sisi tuliopewa dhamana ya kuliongoza taifa hili, chombo chetu kinachosimamia na kutekeleza yale tuliyoyaahidi mbele ya jamii ya Tanzania ni serikali yetu. Kwa hiyo tujenge utamaduni wa kufuatilia taarifa ili tuweze kuisimamia vizuri serikali yetu itimize ahadi na ilani tuliyoinadi mbele ya jamii ya Watanzania. Namshukuru kaka yangu mkuu wa mkoa ameeleza kwa kifupi mafanikio ya serikali yetu katika mkoa wetu wa Geita. Nina hakika wapo baadhi ya wanachama wetu wa CCM walikuwa hawayajui aliyoyasema mkuu wa mkoa. Kwa nikuombe Mheshimiwa mkuu wa mkoa, kwa kupitia taasisi zako na wasaidizi wako, wakuu wa wilaya na wakurugenzi, endeleeni kutoa elimu ya mafanikio, changamoto, mipango na mikakati iliyoandaliwa na serikali yetu katika kutimiza ilani ya uchaguzi ya Chama cha Mapinduzi. Umeelezea mafanikio makubwa ya siku 100 zinazotokana na ahadi ya Dr. Samia Suluhu Hassan kama rais wetu, kama mwenyekiti wetu. Ni mafanikio makubwa ya kupigiwa mfano, lakini bahati mbaya wapo wananchi ambao hawayajui hayo kwa kukosa kufuatilia taarifa na kukosa kupata taarifa zenye usahihi. Imani yangu kwamba kila mwananchi na kila mwanachama wa CCM atakwenda kuhangaika na jambo hili ili tujenge utamaduni wa kufuatilia shughuli za serikali yetu, kwa sababu sisi chama cha CCM
ndiyo tuliopewa dhamana ya kuunda na kuisimamia serikali kwa ajili ya faida ya wananchi wote wa taifa hili la Tanzania. Ninachotaka kuwahakikishia, sisi kama CCM, chama kilichopewa imani ya kuongoza taifa hili, tutaisimamia ipasavyo serikali ya chama chetu ili tuhakikishe huduma na maendeleo tuliyoyaahidi mbele ya wananchi wetu yanakwenda kufikiwa. Na kwenye hili niwaombe sana Watanzania wenzetu, wafanyakazi wa serikali mliopewa dhamana ya kuwahudumia wananchi wetu, tunawaomba na tunawasihi, timizeni wajibu wenu wa kulitumikia taifa hili. Chama chetu kilikwenda kuahidi kikiamini kwamba ninyi ni sehemu ya msaada wa utekelezaji wa ahadi tunazozipeleka mbele ya jamii. Tuna hakika kwa mikakati tuliyoiandaa na tuna uhakika kwa utayari wa mwenyekiti wetu na rais wetu na mikakati iliyopo, rasilimali ziliyopo, utaalamu uliopo, hatuna sababu ya kukwamisha maendeleo tuliyoahidi mbele ya Tanzania. Kwa hiyo niwaombe sana watumishi wa serikali, watumishi wa umma, na nikuombe mkuu wa mkoa, nendeni mkalisimamie ili tuone kama kuna mapungufu, kama kuna kasoro, kama kuna vikwazo, vinatafutiwa majawabu mapema kulikoni kuchelewa kufikisha huduma tulizoziahidi mbele ya wananchi wetu. Chama cha Mapinduzi kimejipambanua na kimejiandaa kuliendeleza taifa hili katika misingi ya demokrasia, na sisi muda wote tutaendelea kuamini na kuhubiri kwamba amani, umoja na mshikamano ndani ya taifa letu ndiyo nguzo na shina la maendeleo tunayoyahitaji kuyapeleka kwa watu tunaokusudia kuwaongoza kwenye taifa letu. Kwa hiyo kila mwana CCM lazima ajue kwamba ana wajibu wa msingi wa kutunza amani, umoja na mshikamano kwa jamii ya Watanzania. Na vyovyote itakavyokuwa, sisi wana CCM tusiwe sehemu ya kuchokozeka kuingia kwenye magomvi, chuki na uhasama ndani ya wananchi wetu. Wanaweza kufanya mitendo na matukio kama waliofanya tarehe 29. Lengo lao wao ni kutuondoa kwenye amani, utulivu wa taifa letu ili wafanikiwe wao na vibaraka wanaowatuma. Lakini sisi kama taifa huru na chama chenye kuamini kwenye demokrasia, tunaamini wazi kwamba maendeleo yetu msingi wake mkubwa ni amani, umoja na mshikamano. Kwa hiyo niwasihi na niwaombe sana wanachama wenzangu, wananchi wenzangu wa Geita, hakikisheni tunaitunza amani, tunaitunza umoja na tunahimiza mshikamano kwa ajili ya faida yetu sisi na kizazi kitakachokuja kiikute Tanzania yenye amani, Tanzania yenye neema, Tanzania yenye maendeleo.